Lakini kuna imani watu wanaamini Mungu anakaa kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Leo mahali nimesimama hapa, hii hatuwezi pea jina ama kuiita madhabahu. Hapa tunaita jukwaa. Tunaipea jina linaloitwa jukwaa. Sehemu ya juu anayetoa hotuba husimama ili kila mtu amuone. Bwana Yesu asifiwe. Ni tofauti na madhabahu ambayo mpaka sasa hivi watu wanaamini siko ndani ya jengo au siko ndani ya kanisa. Hizi madhabahu ambazo unasikia watu wanazipiga vifua mbele, mwingine anasema madhabahu ya kanisa yetu iko na nguvu, mwingine anasema madhabahu ya kanisa yenu haina nguvu. Sasa ukiuliza swali, je, maana madhabahu ni nini? Hata kujibu. Amen. Ama kileta jibu ataamini akisema ya kwamba madhabahu ni pale pasta huwa anasimama, ni mahali tunapeleka maombi yetu ili kukutana na Mungu. Haleluya. Ukisoma kwa Agano la Kale, Musa aliambiwa ajenge hekalu, ajenge madhabahu. Na Musa alipojenga madhabahu na akajenga na sehemu inaitwa hema ya kukutania. Kitambo wakati ya Musa hatukukuwa na hekalu, tulikuwa na hema, yani tenti. Na kando ya tenti kulikuwa na madhabahu imejengwa, na ile madhabahu ilikuwa ni sehemu ya kutolewa sadaka. Mnyama anachinjwa. Nataka uelewe Biblia vizuri. Mnyama anachinjwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi. Iwapo mtu ametenda dhambi, watamwendea Musa kuhani, Musa nabii na Haruni, wachukue mnyama, wajenge, waweke juu ya ile madhabahu ya kuteketezwa. Mnyama tuteketezwa kwa ajili ya dhambi yako. Hiyo ndio maana ya madhabahu. Madhabahu ni sehemu maalum, uhusiano ya Mungu na mwanadamu kupitia ile mnyama wanapatana. Piga Bwana Yesu makofi. Wewe uko unaelewa aje maana madhabahu? Haleluya. Nataka uwe makini, usije kurupuka unakilotisia madhabahu yetu iko na nguvu, yeye haina nguvu. Lazima ufahamu nini maana ya neno madhabahu. Ni sehemu maalum watu walikuwa wanatoa sadaka. Hata kwa mashetani wana madhabahu yao na hekalu lao. Kuna sehemu wametenga wachawi wanakutana kwenda kutoa kafara ya mnyama yeyote yule misimu imeitisha. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa ngoma yenu, mali mlizaliwa, mali mmeolewa, kuna sehemu moja tu wazazi wako au babu wako alikuwa akichinja kuku, lazima achinje hapo. Kama ni ng'ombe hapo, kama ni kuku hapo. Zingine ziliwekwa katikati ya boma, zingine nyumba ya nyumba, zingine kuna sehemu fulani kwenye kichaka zimetengwa. Ile ndio zinaitwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa vizuri fundisho? Usije ukachanganyikiwa. Mali nimesimama hapa ni jukwaa. Mimbari. Mali mhubiri anasimama, anatoa nini? Ujumbe. Anahubiri, anafundisha. Tofautisha hizo vitu. Maana yake nini? Hatuwezi ita hii jukwaa ni madhabahu, maana hakuna mnyama huwa tunachinja hapa kwa ajili ya shida ambayo inayopata. Tunapatana vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kuku yeyote. Ndio ukienda katika makanisa nyingi unapata
mchungaji anakuitisha kuku, na hiyo kuku unakuja nayo kwa sehemu anaitwa madhabahu ndani ya kanisa lake, hapa pale mbele anaita madhabahu, unapiga goti hapo, wanakuzungushia kuku kwa madhabahu yake. Maana madhabahu ile, ukienda kwa madhabahu kama hizo, maana yake umeshaungana na zile miungu, Mungu kitu kimoja. Ndio maana wakati ule Musa akaambiwa atengeneze madhabahu ya hema kule nje, mnyama atachinjwa. Wakati mnyama anachinjwa pale, anateketezwa, umeungana na Mungu. Kutoka 20:24. Ndio. Utanifanyia madhabahu ya udongo, ndio, nawe utatoa dhabihu zako juu yake, ndio, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako, kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. Piga Bwana Yesu makofi. Tena madhabahu ya Mungu ya zamani kulikuwa na sehemu maalum ambayo Mungu mwenyewe amechagua. Vile alichagua watu waende ibada Yerusalemu, dunia nzima. Alichagua Yerusalemu, watu wapeleke baraka zao, sadaka zao, mazao yao, pesa zao, wanyama wao, watoto wao kule Yerusalemu, dunia nzima. Lakini sasa wakati ule alichagua sehemu watu wapeleke shida zao pale. Madhabahu ile ilikuwa kukutanisha wewe na Mungu. Wakati wao unaenda kwa mganga, akakwambia lete mbuzi tukachinje, wewe tayari mbuzi imechinjwa, ushaungana na ile madhabahu ya mchawi. Haikutoki. Ndio maana shida ikikuingia, lazima uende kwa ile madhabahu utoe sadaka, ukutane na hizo mashetani ili simu shida ikutoke. Pigia Bwana Yesu makofi kwa kutukumbusha ukweli. Bwana Yesu asifiwe. So watu wengi wanakimbia katika madhehebu mbalimbali wakisema ile madhabahu iko na Mungu. Unaenda unaungana na roho ambayo hauielewi. Pengine madhabahu waliamsha na roho ya usherati. Ndio naona watumishi sasa ni wawili tu. Pastor kinaumana anachukua mshirika. Bali ile madhabahu ambaye aliombewa ni uzinzi. Chana nakwambia tu, ukitaka nikuinue kanisa peleka vizuri, tafuta kondoo moja mtu kuchinja kwa madhabahu. Sio ile maana ya kuchinja. Si ile kuchinja ya kisu. Bwana Yesu asifiwe, ile kisu nyingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unaenda kwa madhabahu ya uganga, unainama pale, unachinja mnyama, wanakusungushia damu, wanakuchanja, wanakupaka damu. Hiyo ni direct, uko connected, automatic, hakuna kutoka. Ndio kila saa shida ikikukumba, unaweza kwenda kwa mganga. Yesu anachelewa kukujibia maombi. Sasa unawaza tu, twende kwa mganga, twende kwa mchawi, twende kwa mshirikina. Haleluya! Nani anabarikiwa kunyole mkono? Nataka uelewe, usichanganye hata na ndugu yako, hata na mke wako, hata na dada yako, ati shida yako. Twende mahali kuna madhabahu. Angalia kule Mombasa, watu wengi wanatoka Busia sehemu mbalimbali, wanaenda kwa madhabahu ya mtu. Piga Bwana Yesu makofi. Madhabahu ya waganga ni mbaya sana, ni hatari. Unaenda pale unapiga magoti, unatoa sadaka kwa ile madhabahu, kumbe ile madhabahu walitengeneza na pepo ya wazimu, mtu wazimu, wakachimba kichwa hapo. Sasa ukienda pale ukichanjwa, nusu nasikilika miezi fulani kichwa kinaanza kunoki. Kichwa inaanza kupoteza network. Maana ulienda mahali ukidhani unasaidiwa, kumbe umechiunganisha na hizo spirit. Haleluya. Tunaona wanaambia vijana, hii tabia unafanya tendo la ngono na hujaolewa, unajiunganisha kwa madhabahu mbaya. Pengine huyu mtu unalala na yeye, madhabahu yako nayo ni madhabahu ya kupiga tu nduru kila saa. Pengine mwingine madhabahu yako nayo ni madhabahu ya kuwa na kichaa. Sasa wewe unafuta hiyo kitu, inakuingia na ile yako pia inamuingia, mnakuwa connected. Ndio unaona ndoa nyingi hazigumu, kwa sababu mliingia katika madhabahu ambazo msielewi. Tukisema mtulia hamtaki. Ungeenda kwa madhabahu ya hasira,
maisha yako yote umesha ndio hasira. Sasa kila siku unaanza kukasirika, unaanza kuua, unawaza kuua. Mke wangu alikuwa tu mzuri, mbona amechinja watoto na akachua? Kumbe yeye akatafuta mtu na juu utakuwa na madhabahu ya kuchinja watu. Ndio naona ukienda kwa madhabahu ya mganga ukashirikiana nayo, uko connected. Sasa maisha yako ni uganga. Ndio wengine wameokoka, lakini lazima avute dawa, avuruge ndoa ya mtu. Sababu yeye akawa connected na zile madhabahu ya uganga. So maisha yake ni kuroga tu watu, madhabahu ya uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika wokovu hatuna vitu vinaitwa madhabahu ya kuondoa laana ya mtu. Atilete sadaka kwa hii madhabahu, roho ya utasa iende. Leta madhabahu, leta sadaka kwa hii madhabahu, roho ya umaskini iondoke. Hakuna. Yesu mwenyewe ndiye sadaka, na tena yeye ndiye dhabihu. Yeye ndiye kipatanisho kati yako na Mungu. Unapoenda kwa madhabahu Yesu, tayari wewe ni kipatanisho. Yeye ni kipatanisho kati yako na Mungu. Tena sio kondoo na madhabahu ya kutengenezwa. Hiyo haina uhusiano tena na Mungu. Kwa nini? Watu wanaamini kwamba Mungu huwa anaishi kwa madhabahu. Mungu hana uhusiano na madhabahu hizo. Madhabahu yake kamili ni Kristo Yesu. Kuna kitu nitakwambia moja tu. Mzigo beba mwenyewe. Beba msalaba wako kila siku, umfuate Yesu. Beba shida zako kila siku, umwangalie Yesu. Usiangalie mchungaji, usiangalie mke wako, usiangalie mume wako. Ndiye akasema ujitwike msalaba wako kila siku. Na ufanye nini? Na umesikia mchungaji akubebea msalaba kila siku. Atimukia mama ameenda kuliakilisha kwa mkutano. Amebeba msalaba wake kwa hiyo mkutano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tutoke katika fundisho potofu. Mtoto wako kama ana shida, ukashindwa kuvumilia, ukampeleka katika madhabahu ya mishumaa. So kila saa unapogongwa lazima utumie mishumaa ndio roho itulie. Sisi kwa Yesu hapa, Yesu ndio sadaka iliyo hai, na Yesu ndiye dhabihu, Yesu ndiye madhabahu. Na hiyo madhabahu ya Yesu ukimwamini, akiingia ndani yako, ile madhabahu ya zamani naondoka, madhabahu original Kristo Yesu, madhabahu yenye iko na nguvu, yenye mwizi hawezi iba. Unasikia kwa madhabahu yetu, uchukue nyota yako imeibwa. Dada kidogo unapewa. Dada kidogo kuja, nyota yako ya kazi imeibwa. Wewe ni umeenda kwa hiyo madhabahu, utoe sadaka kwa hiyo madhabahu, umeekelea sadaka kwa hiyo madhabahu, uko connected. Ndio maana ukitoka kule unatoka na maroho mbaya, magonjwa, hakuna amani kwa nyumba. Mama ameenda kwa mchawi, kwa madhabahu ya mchawi, akampea dawa, akampea maji, aende alishe Bwana mpende. Sasa mambo inaandika kwa sababu ameleta madhabahu mpya ambayo haijulikani na jamii katika ndoa. Kwa mama tugeni sana. Niliwaambia mapema, ndoa sio kusema I love you. Bwana Yesu asifiwe. Usilete neno I love you ndani ya ndoa. Umesikia wazee? Haleluya. So connection ya hizo madhabahu unaenda kuzitafuta mpaka unachanganyikiwa. Kama wale wa ndugu zetu walienda kwa zile madhabahu ndio wamechanganyikiwa. Ndio wamechanganyikiwa. Wanapoenda kuinambia zile madhabahu za msimamo na vitambaa, kama watu mwafundisha hapa, au baada kukauka wanataka msaada. Sasa wamechanganyikiwa. Na ukiona wote ni maungu tu. Wote ni maungu. Huyu aliwacha Bwana hapo kwa Biblia, Bwana hapi. Huyu aliwacha bibi anatafuta kitu kingine. Tunaona sasa unaenda pale unapata madhabahu, ukitoka kule unaachana na mke wako, unaachana na mume wako. Unaona tu hakutoshi. So ninapofundisha hivyo unaona mimi nakuingia na mimi nakusaidia free of charge.
Siku moja utakutana na mimi, utaninunulia soda kubwa pamoja na chupa yake. Nitashukuru. Haleluya. Tuchunge sana. Umeokoka na bado familia inakusukuma. Ukitaka kufanya hivi, mtoto wako ishika ikwishe. Leta kuku mweusi, tufanye kisiri, basi hajui. Uko connected na hiyo madhabahu, mambo inaanza kuandika. So maisha watoto wako na kupenda tu uganga. Waebrania 10:4. Sawa. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Ndio. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Ndio. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndio. Mungu hapendezwi na hizo sadaka za kuteketezwa. Bado pasa na kuitisha kuku. Lete kuku, tukuombee. Nani hapa pasa sasa muitisha ng'ombe ama kuku? Hiyo shida yako, lete ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapo anakataa kuchanga changisha kabisa, wanapelekea mchawi mwizi. Alafu ukitoka huko unatoka na hasara. Unafika tu kwa nyumba yako inachoka tu na mzee na bwana wako inachoka tu na watoto. Unatoka tu unaenda ukaenda desi ile madhabahu kwa connected. Haleluya. Ungana na dhabihu ambayo ni Kristo Yesu, ambaye yeye mwenyewe ndio madhabahu original. Madhabahu ambayo haishindi, madhabahu ambayo mtu hawezi kubomoa na kaiba baraka yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama unasema uko na Yesu, wataibaje baraka hiyo ndani yako? Basi wali Yesu bandia uko nayo. Hiyo sio Yesu original. Ndio naona nyota yako ya watoto inaibua. Kwa hivyo njoo hapa na sadaka, weka katika hii madhabahu, alafu nikupe maji ukunywe maji usiku upate uko mmoja na roho za wachawi. Maana ukija hapa tutapatana. Mmoja itakuwa itafaida tu nichukie. Uniwekee mabandiko ya majina tofauti. Hata zingine ziko katika dunia hii. Pigia Bwana Yesu makofi. Ukisoma Matendo ya Mitume 17:23. Paulo alikuwa katika harakati ya kutembea. Changamka msomaji. Na akaona sehemu iliyoandikwa madhabahu. Matendo ya Mitume 17:23. Soma kwa sauti. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, na niona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi na wahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Umesikia? Mungu aliyeziumba mbingu na nchi hakai hata hapa ndani. Nataka kujua hiyo. Haleluya. Amina. Hakai kwa chombo chochote kimejengwa, kimetengenezwa na akili na mikono ya mwanadamu. Kama hiyo chumvi yako imetengenezwa bila expiry date. Kama hiyo kitambaa yako umepeleka kwa mashini kachongwa vizuri. Paka yule mwingine kwa mtandao anauzia watu kitambaa ya muujiza, kitambaa ya upako. Akili iko na nguvu. Alifunga siku 7. Bwana akamnenea apewe. Wewe unaingia kwa connection na madhabahu za kweli. Mungu hakai wala hatufikiri kwa mikono ya wanadamu. Umesikia? Kana kwamba anahitaji kitu chochote. Mungu hahitaji kitu kwako. Kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Ndio. Naye alifanya kila taifa la mwanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote. Paulo akaona katika madhabahu yake imeandikwa Mungu asiyejulikana. Wewe unaweza ongea na mtu mwenye mjui, hata kama hujamuona, lakini hao wanaongea na mtu Mungu asiye. Bwana Yesu asifiwe. Asiye. Hiyo mafuta hata ijulikane imetoka wapi wewe mhubiri. Kwa hivyo vitu vingine tutoke, tuache kwenda kutafuta shida, alafu nakuja hapa kugalagala kusumbua mchungaji. Unatoka tu zimekuingiza kufuata mpaka kwako. Unaenda
pale unaungana ile madhabahu, kumbe ni za ajali. Wewe kila saa mikosi. Haleluya. Kwa hivyo katika madhabahu yao imeandikwa ya kwamba Mungu asiyejulikana, na amesema tayari ya kwamba yeye hakai katika hekalu wala kwa kazi ya mikono ya mtu. Yeye hakai hapo. Hata wakati Suleimani alipojenga hekalu, Daudi alipojenga hekalu, Mungu alikataa, si humo, bali jina langu litaitwa hapo. Ndio maana yake tunajenga, tunaita jina la Mungu tu, lakini si atanakaa hapa. Kama nakawa basi bedroom yake iko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Jikoni yake iko hapa. Maana ni lunch time. Piga Bwana Yesu makofi. Chunga. Wacha kurupuka tu na kimbia tu. Umesikia muujiza mahali wewe mbio. Wewe mbio. Kuna madhabahu iko na nguvu. Siku hizi Pastor James ana nguvu. Nimetoka kwa madhabahu fulani iko na nguvu kule pastor naomba. Na ndio wewe mjanja sana ndio kumwepa anakwambia anaomba kama Pastor James. Sasa unaingia box. Nikitaka ni James pass anaingia box. Ukifika pale unaona kwa ukuta wameandika vitu, wamechora vitu vitambaa, vitu vya ajabu, mitungi iko hapo, ngoma iko hapo, majupa ziko hapo, mishumaa zinawaka rangi tofauti. Alafu wewe bado na akili yako, bado unapiga magoti ukijua hizi ni madhabahu za giza. Nani anabarikiwa? Kwa hivyo Mungu asiye julikana, huyo sio Mungu. Mungu anayejulikana ndiye Mungu, na anajulikana kwa matendo. Ukimwamini anajidhihirisha kwa matendo. Elia aliita Mungu, moto ukashuka, matendo makuu ikatendeka. Wachawi wote wabaya wakainama, wakasema hakika huyu ndiye Mungu, na atabaki kuwa Mungu, Mungu wa Elia. Piga Bwana Yesu. Wakati ulikuwa mjamzito, ulienda kwa madhabahu. Sio kila mkunga anakushikashika tumbo. Bwana Yesu asifiwe. Pengine mkunga mtu asiroho anakushika tumbo, alafu anakuachilia hiyo roho kwa mtoto wake aliye kwa tumbo. Sasa mtoto anazaliwa anakuwa soja kutupa tu zihoho. Sababu ulikuwa connected. Piga Bwana Yesu makofi. Unanyereza mzuri. Anaweza mzuri. Kumbe na kuingizana kwa pole. Ukitoka hapo umechanganyikiwa. Unaona Bwana ni kama tu chips kwa kuku mrawe tu. Unaona mke wako ni kama mtoto mtandiki. Sababu umevaa zile madhabahu ya giza. Hata kama ni ndoa, subiri mbele za Bwana. Kuwa mtulivu, kuwa mnyenyekevu. Hata kama ni mtoto, kuwa mnyenyekevu. Bwana atakuinua, Bwana atakubariki, Bwana atajibu maombi yako. Kwa hiyo kwenda kutangatanga, amini kwa Yesu. Yeye ndiyo madhabahu original, na yeye ndiyo dhabihu iliyotolewa na Mungu pekee. Piga Bwana Yesu makofi. Mganga ni mjanja. Yeye ni jaa tu na msoto ya tumbo. Leta kuku mweusi, tutakutibu naye. Kumbe umemletea lunch. Na nakupa maji hiyo kuku, weka na nyanya kwa chini, ufunge nyanya huku, ufunge saladi huku. Alafu kitunguu funge kwa mgongo huku. Wewe si utumia akili, hii sapa, hii lunch umeandalia mtu. Tangu ile chakula ikawa dawa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu amekaa tu. Hata sisi ni mganga tu wa miungu, ni akili tu. Sababu wanajua watu wengi wanahangaika. Bwana Yesu asifiwe. Amekaa tu, sina pesa, wacha nifanye hivi. Hawa nakwambia hii kazi ni ngumu sana, utakete 10,000. Hawa nakwambia ndio kusamea, lete 2,000. Akienda kumgundua sana na nakwambia ndio kusamea, wewe mteja wa kwanza, lete 2,000. Alafu wewe unabii. Unapeana mganga anakula mambo mrenda, yeye anakula mko wako mweusi. Umaskini wewe mwenyewe kujitakia. Kuhangaika wewe mwenyewe kujitakia. Kuna vitu kisimama yes iwe yes. No ibaki no. Haleluya. Nani anabariki? Kuna watu walienda kwa madhabahu ya Mombasa. Si washuhudia hapo. Akapewa maji akakuja. Kitu cha kwanza
mtu alijinyonga, bibi wa boma alijinyonga. Kukaa mwezi mmoja mbili, kijana pia. Madhabahu ya Kristo ukiamini inaleta uzima, inaleta faida, haileti mauti. Na ile madhabahu Musa alijenga haingeweza kupea mtu uzima. Yale madhabahu yalikuwa ya muda tu na mtu anakufa. Lakini Yesu ni automatic. Unabarikiwa immediately na mauti inatolewa. Piga Bwana Yesu makofi. Sio mpendwa. Kwenda kwa madhabahu pia umeingia tu kila mmoja anakuweka mkono, wewe uko tayari, simameni, mwamwagie maji mwanguke, mwapishe kitambaa mwanguke, wewe tu unainua mkono juu. Soma neno. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kutafuta vitu vya nyota, tafuta Yesu. Yesu na nyota ni vitu viwili tofauti. Nyota itaibiwa na Yesu hataibiwa. Pigia Jesus makofi. Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Haleluya. Leo anakutishia. Lazima utakuja kwa madhabahu yangu utaniinamia. Mimi madhabahu yangu ni Kristo. Nikisimama hapa niko mbele zake. Naakilisha jina lake. Nikimwita kwa imani anawaponya, anawafungua, anawatendea, anawabariki. Piga Bwana Yesu makofi. Kuna madhabahu zingine. Kama ni mwimbaji, wewe kazi yako ni kutangatanga tu, unaenda kwa kila kanisa. Ni mwimbaji mzuri, maandiko pale, wewe naimba vizuri, nikaandikwa pale. Sasa ukitoka huko unatoka na roho ya kiburi, unadharau mchungaji wako aliyokulea. Sababu umeenda ukapewa 500 ya asante. Kumbe ndio unavurutwa upotee na kupotea. Na tunaona sisi wako mifano hiyo hai. Ukienda pale ukirudi unaanza kutamani na dada yako. Roho ya usherati umeiwa katika zile madhabahu. Tena wanaita ni madhabahu yao. Sisi hapa hatuna madhabahu. Hii sio madhabahu. Hii inaitwaje kanisa? Inaitwaje? Simuliona wale wanasiasa walishangaa kupata ujumbe huo hapa. Hawa kwa kila kanisa wanaishi huyo madhabahu hadi hapo patakatifu. Maandiko yanasema wazi Mungu akaadi hapo. Kama Mungu anakaa hapo atupe maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni simiti na kokoto na tiles yosiko hapa. Na Mungu akai hapo. Mungu mwenyewe anasema akai kwa vitu vilivyotengenezwa kwa mikono ya mtu. Mungu anakaa ndani yako. Wewe ndiye hekalu original, anaishi ndani yako. Ukichafua mwili wa hekalu la Mungu na madhabahu za giza, Mungu pia atakuchafua. Sadaka ambazo zinaruhusiwa kuletwa ni sadaka iliyotolewa kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Pesa huwezi chinja. Sasa unaambiwa toa hii pesa ili madhabahu fulani itoke. Na madhabahu ilikuwa na sheria mnyama achinje. Abwage damu. Shingo ikatwe. Damu mwagike. Nyama ichomwe. Dhambi zisamehewe wakati huo. Lakini wakati huu hakuna vitu kama hizo. Sadaka ambazo tunatoa mbele za Mungu ni sadaka ya shukrani, sadaka ya sifa, sadaka ya kumtukuza Mungu. Tuko tena kwa sadaka ya kuchinja, sadaka ya kuvunja madhabahu fulani. Ukiamini Yesu, madhabahu yote yameongoka mabaya. Madhabahu mpya ambayo ni Kristo Yesu inakaa ndani yako. Umesikia wewe wa kutaka? Bwana Yesu asifiwe. Sijapata. Wewe tembea tukialikwa mahali weenda, lakini kwa makini. Ni vizuri utembee uone mengi. Kama unabarikiwa utoke na hiyo shida huko, utoke nayo. Bwana Yesu asifiwe. Sababu wengi wataki kusoma neno. Ukitaka ushinde vita, imani ongezeke, soma Biblia kila siku. Soma neno kila wakati. Kupitia nguvu ya neno itakujenga. Sasa kwa mfano uko na madhabahu 70. Na kila madhabahu anataka kuondoa. Na wewe mwenyewe hata kifaranga huna. Hamwini hauna. Haindikiri hauna.
Umaina haindiki. Ni kale kadege kadogo. Jile ndoka haindiki. Bwana Yesu asifiwe. Hata na mlimba hauna kale kadege na kukaa kwa choo. Ikakekana. Na mlimba hiyo ndio mama sana waganga wanapenda kupewa wale wamama wakorofi. Wewe walisha mabwana sana. Sio unapata bwana kila saa. Connection ambao uliingia. Bwana umesema ya watoto. Alisaka na mlimba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mumeelewa hiyo ndio kama shani mama. Iko kwa mimi. Haleluya. Maana huyu tafadhali acha niwaambieni. Jifunze kuombea chakula. Jifunze. Maandiko yanasema usimwamini rafiki wala kiongozi wala mke alalaye kifuani mwako. Unaweza kula maoni. Jifunze kuomba. Sisemi ni mbaya, by accident. Hiyo ndio inaitwa okoaji kuokoa. Sisemi unaikanga Bwana, lakini wanaume umesikia, wanaume mko. Mbona mmenyamaza? Kwa sababu lingi ngana mlimba. Bwana asifiwe sana. Sasa Bwana anakaa kwa baraka. Kiburi kisonga ndio anasonga. Ndio. Sema tu kweli, unimulisha nini? Sio unajua kuna hatari kwenda kwa hizi madhabahu. Saa hizi hakuna mtu asikwambie si madhabahu iko mahali. Toka huko. Unasema madhabahu yetu iko Kumara, madhabahu yetu iko Nakuru, madhabahu yetu iko Kamondo, madhabahu yetu iko Tungosi, madhabahu yetu utasikia kanisa, madhabahu yetu. Jiadari. Tayari ndiko nimesema kazi ya madhabahu haipo tena. Na kama wanaamini hiyo ni madhabahu, walete mnyama ichinje kila Jumapili. Maana watu wanatubu kila siku samehe dhambi. Nimesema na madhabahu ngapi? 70. Na kila madhabahu kondoo. Kama 50 kupeleka welfare mtoro. Sasa madhabahu zote wapi? Niliona sisi hiyo ndio 150 ili madhabahu ya kutoishi na Bwana iende ile. Swali langu hiyo yote ni na akabaki hapo moyoni. Mungu Bwana Yesu. Kwa hiyo wakati Paulo anapita katika hizo area na akaona katika hekalu limeandikwa Mungu asemilika. Na Paulo akasema nitawahubiria Mungu ambaye anajulikana. Si Mungu wetu anajulikana. Piga Bwana Yesu. Ukisoma Waefeso 2:22 nasema kwamba katika yeye ninyi nanyi mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Sisi ni maskani ya Mungu, hekalu la Mungu katika roho. Mungu anakaa ndani yetu. Unapoelewa hekalu la Mungu na pombe, unapoelewa hekalu la Mungu na sigara, unapoelewa hekalu la Mungu na bangi, unapoelewa hekalu la Mungu kwa usherati, hata Mungu atakuharibu. Mungu alituumba na kaumba mdomo ya kuweka ugali na kwa samaki. Inaingia kwa tumbo. Ikishaka kwa tumbo, unaponyesha star ash, masalio inatoka kwa mlango ya nyuma inaenda chooni. Yale unaijiliti, hiyo ina maana tena. Bwana Yesu asifiwe. Mungu angekuumba uvute sigara, angekutengenezea exhaust pipe kama ya gari ya moshi. Kuna pasua na inatoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waebrania 9:25. Hiyo tumesoma. Bwana Yesu asifiwe. Wala si kwamba kitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu,
aingiao katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Kama hivyo, ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitambue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Sasa Kristo mwenyewe ni madhabahu, tena yeye ni dhabihu kwa nafsi yake, kwa damu yake, sio ya mnyama, akuondelee shida. Wewe ukiniletea kuku, uniletee ili nikunywe supu, si ati kusaidie kitu. Mimi nikwambie tu Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Uniletee nifanye nini? Nikunywe supu. Mama mmoja alitoka hapa, asikia tu alienda kaambiwa mtoto huyu akapeleka mbuzi atuamwombee. Sasa shida linaongezeka mpaka mimi tena nilienda huko kote kwa vipi. Na ndio tu kweli wale. Katika peke na sumbua kwa sababu zinafaa ulete mbuzi. Na mimi mwenyewe hata sijaiona mbuzi hapa nikaletewa. Kwa Mkristo wa kufaidisha nyumba ya Mungu, sio kufaidisha madhabahu ya wachawi. Faidisha kanisa la Bwana. Kwa Mkristo kujituma. Ukiona stima imepotea, wacha kungoja jamani atoke na washe. Chomoka toje leta washa. Ukiona makarani wamechelewa kuna mambo hapa, amuka, peana, kuwa nguzo kwa nyumba ya Mungu. Ukiona nyumba imechafuka, hapana ngoja ndio ndio kuja fakie. Chukua ufakio, tengeneza hekalu likuwe safi. Wewe ulikuwa kipara kukaa, wengine wakufanyia unakaa. Unaona mama kwa nyumba, bali imechomeka mzee baada amebungala hapo. Mama mzee akapata pesa bali. Mama anaenda kwa mfuko ndiye ananunua bali. Mzee anashinda kwenda kununua ama ndio dukani kununua bali. Haya ndio sasa weka nimeshanunua. Hata kuweka na shindwa. Chukua, weka bali, weka on. Hapa ni kusaidia. Bwana asifiwe. Ukiona nyumba imechafuka, wacha kuleta malalamiko. Ukiona mtoto ametupwa hapo nje, wacha kutuletea malalamiko. Wewe fanya kazi toa. Na Mungu atakubariki. Wewe utaki kuku, ndio umebeba kwa tumbo unatembea na unalala nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo napenda hivi, tusije tukajichanganya na mafundisho potofu ya mashetani.